Kalema TV. Tumwambie tena jazakallahu khaira. Tumwambie tena jazakallahu khaira. Ndugu zangu, baada ya kumaliza upande wa Qur'ani, kwa hivi sasa tunaingia katika upande wa madai, na hili kama tulivyoeleza ya kwamba Dodoma tuko katika jiji, ndipo makao makuu hapa, na ifike pahala kama alivyoeleza mkurugenzi, kama kuna sehemu ambayo inatatiza kuhusiana na madai, unaweza ukachukua kijana tu kutoka katika wilaya hii ya Dodoma na wilaya yetu hii ya Dodoma jiji, na usiende tena katika wilaya zingine wala mikoa mingine, kama tulivyotoa taarifa pia wasomaji wa Qur'ani. Hawa ni chipukizi, hawajawahi kushika maiki mbele za watu na hawajawahi kusoma Qur'ani mbele za watu kama tulivyosikiliza. Wa kwanza kabisa ambaye Tanzania ni Shabani Adam, huyu aketi kwenye kiti. Shabani Adam hapo sasa sio kukaa, tutasimama. Alhamdulillahi alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-aziz al-ghafur. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtukufu wa daraja Bwana wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu Waislamu, nipo mbele yenu kwa ajili ya kuwasilisha maada ambayo nimeiandaa kukufikishieni siku ya leo. Maada nitakayokufikishieni inahusiana na swala zima la umauti. Ndugu zangu Waislamu, tutambue sote wanadamu tumeumbwa na tumeletwa katika hii dunia si kwa ajili ya kuishi milele, hapana, isipokuwa ipo siku kila aliyeumbwa ataondoka na ataenda kwa aliyemuumba. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya surati Ar-Rahman, kullu man 'alayha fan, kila kitu kitaondoka illa wajhahu wa yabku illa wajhu, isipokuwa dhati yake Mwenyezi Mungu mtukufu. Lahul hukmu wa ilayhi turja'un, ni wake ufalme na kwake yeye Mwenyezi Mungu tutarejea. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia mwanadamu, ya bin Adam, ewe mwanadamu, takaddam ilayya bi'amalik, yatangulize kwangu mimi matendo yako yaliyokuwa mema. Fa innaka, hakika yako wewe mwanadamu, fi hadami min umrika, upo katika kuvunja umri wako, min yaumi harajta min batni ummik, kuanzia siku ambayo umetoka katika tumbo la mama yako. Ndugu yangu, elewa, toka ulipozaliwa basi hapo sekunde, dakika, siku, miezi mpaka miaka ilianza kupungua. Mwenyezi Mungu akaendelea akasema, watadinu, na unalisogelea kila yaumin, kila siku, kaburi lako, hata tadkhula, mpaka yaja siku moja utakuja kuliingia. Kila siku mwanadamu unapolala na kuamka, elewa kwamba unapiga hatua ya kuliendea kaburi lako pale lilipo, na utakapolifikia hauna ujanja wa kulivuka ukaruka ukaendelea na safari, hapana. Utakapolifikia kaburi pale lilipo, basi utaingia na utaianza safari ya kuelekea kwa Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu Waislamu, yatakikana kwetu sisi wanadamu tujiepushe sana na kuipenda hii dunia, kwani yeye Mwenyezi Mungu mtukufu ameiumba, lakini yeye mwenyewe akaipa nyongo, kama alivyosema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, inna Allah ta'ala, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu, lamma khalaqa dunya, zamani alipoiumba dunia, nadhara ilaiha, alitizama, thumma arada anha, kisha akaipa nyongo. Yeye Mwenyezi Mungu ijapokuwa ameiumba, lakini alitazama, alafu kisha akaipa nyongo. Thumma qala, kisha akasema, wa izzati, kwa nguvu zangu, wa jalali, na utukufu wangu, la andhaltuki illa fi shirari khalqi, sitokupenda wewe dunia isipokuwa kwa waovu katika viumbe vyangu. Ndugu zangu Waislamu,
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea kutupigia mfano sisi wanadamu katika dunia. Anamwambia mwanadamu, mathaluka fi dunya kamathali dhubabi fil asal, mfano wako wewe mwanadamu katika dunia ni sawa na mfano wa nzi katika asali. Yaani maisha ya mwanadamu anapokuwa katika dunia, mfano wa maisha anayoishi ni sawa na mfano wa nzi anapokuwa katika asali. Nzi akiwa katika asali inakuwaje? Idha akala minhu, pindi anapokula katika ile asali, nashaba fihi hatta mata, anashiba katika hiyo asali mpaka anafia pale. Nini maana ya maneno haya? Asali iliyomaanishwa ni sawa na mapambo yaliyopo katika dunia. Asali iliyomaanishwa ni sawa na vitu vitamu vilivyopo katika dunia, mfano zina, riba, uongo, usengenyaji. Hizo ni sawa na hivyo, vimefananishwa na asali. Na nzi aliyemaanishwa hapa ni sawa na binadamu ambaye anavipenda hivyo akiwa katika dunia. Ndugu zangu Waislamu, tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukinge na tuepushe tusiwe miongoni mwa watu wenye kuipenda dunia. Sasa kitu gani ambacho tukifanye sisi wanadamu ili kusudi tuweze kuifikia pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, i'mal, fanya, tenda, ma amartuka bihi, yale ambayo niliyokuamrisha wewe kuyatenda, wantahi amma nahaituka anhu, na jiepushe, kaa mbali na yale ambayo niliyokukataza kuyafanya. Wala tajal nafsaka hayyan, wala usifanye nafsi yako kuwa ipo hai, la yamutu abada, kwamba haitokufa milele. Usifanye siku zote nafsi yako ipo hai, kwamba mimi nipo hai tu, sitokufa. Uwezo wa uhai anao Mwenyezi Mungu, akasema wa ana hayyu, na mimi ndio nipo hai, la amutu abada, sitokufa milele. Idha aradta shay'an, idha aradtu shay'an, pindi ninapotaka kitu, kutu lahu kun fayakun, ninasema kukiambia kile kitu kuwa na kinakuwa. Hivyo yatakikana sisi wanadamu tupunguze sana mapenzi kuipenda hii dunia, na tukumbuke umauti, kwani umauti upo. Msemaji alisema, almautu babu kullu nasi shahiruha, umauti ni sawa na mlango na kila mmoja atapita kupitia mlango huo. Wa ilahunna, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.